الحديث الثامن عشر حديث يكمنان عن أبي هريرة رضي الله عنه كتوك أبي هريرة رضي الله زوجياك عن أبي هريرة رضي الله عنه كتوك أبي هريرة رضي الله زوجياك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة متومة صلى الله عليه وسلم أمسيما أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. الحديث متفق عليه. أنا سمع أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم قال أمسيما أما يخشى الذي hivi haogopi yule ambaye ama yakhsha alladhi hivi haogopi hahofi yule ambaye yarfa'u ra'sahu anainua kichwa chake ama yakhsha alladhi hivi haogopi yule ambaye yarfa'u ra'sahu anainua kichwa chake kabla al-imami kabla ya imamu mwenye kuongoza swala hivi haogopi yule ambaye anainua kichwa chake kabla al-imami kabla ya imamu ambaye ndio kiongozi wetu anayetuongoza katika swala hivi huyu mtu haogopi jambo gani ayuhawila Allahu haogopi Allah kubadilisha ra'sahu kichwa chake ra'sa himarin kuwa kichwa cha punda ama yakhsha alladhi hivi haogopi yule ambaye yarfa'u ra'sahu anainua kichwa chake kabla al-imam kabla ya imamu kuinua kichwa chake hivi haogopi ayuhawila Allah haogopi Allah kugeuza ra'sahu kichwa chake ra'sa himari kuwa kichwa cha punda haogopi mtu huyu jambo hili fahamana hivi haogopi huyu mtu ambaye katika swala akawa yeye ni mwenye kumtangulia imam anaenda kwenye sujudu au imamu anainuka kutoka kwenye sujudu kisha yeye akawa ndiye wa kwanza kunyanyuka kabla ya imamu na akasema alayhi salam ama yakhsha alladhi hivi haogopi yule ambaye yarfa'u ra'sahu ananyanyua kichwa chake kabla al-imam kabla ya imam hivi haogopi an yuhawila Allah haogopi Allah kubadilisha ra'sahu kichwa chake ra'sa himari kuwa kichwa cha punda hivi huyo mtu haogopi jambo hili na katika riwaya nyingine akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ayuhawila Allah suratahu hivi haogopi Allah kuibadilisha sura yake surata himari kuwa sura ya punda haogopi huyo mtu na katika riwaya nyingine ayuhawila Allah wajhahu hivi haogopi Allah kugeuza na kuubadilisha uso wake wajha himari kuwa uso wa punda hivi huyo mtu haogopi hali hiyo yani mmeswali assalamu alaykum unageuka hivi pembeni yako mwenzako ana kichwa nani kichwa cha punda tayari ashafanyaje amekhalif amri na hajaonyeka na maonyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kinasimuliwa kisa ambacho usahihi wake yani usahihi wake una asilimia nyingi kuliko ubatili wake kwamba mmoja katika walimu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake waraa hijab nyuma ya pazia wao wanakuwa upande huu na yeye anakuwa upande mwingine hawaonani na si wanafunzi wanawake bali ni wanafunzi wanaume lakini kufundisha anawafundisha waraa hijab ikafikia wakati ambao wale wanafunzi sasa wamehitimu masomo yao kama ni kuhitajika kwenda nyumbani waende kuhitajika kuna kufanya da'wa waende kufanya da'wa wakataka ruhusa kwa mwalimu wao kwamba wamuone mwalimu wao kwamba kila siku miaka yote mwalimu wetu umekuwa ukitufundisha waraa hijab hatujui sura yako hatukujui namna ulivyo basi tunataka tukuone kisha mwalimu
fakashafa alhijab, akafunua ile nini, akafunua ile hijabu, akawa anamuona. Fa idha suratahu surata himar, ghafla sura yake au kichwa chake ni nini, ni kichwa cha punda. Fa idha ra'sahu ra'sa himar, ghafla kichwa chake kumbe ni kichwa cha nani, kichwa cha punda. Faqala ya baniya, akasema enyi wanangu, nyie wanafunzi wangu, msichezee na wala msitake kudiriki majaribio ya kujaribu makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yale ambayo ameyakataza na kuyatahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume amekataza kumtangulia imam, kwamba kumtangulia imam biidhnillah inaweza ikawa ni sababu ya mtu kichwa chake kuwa kichwa cha punda, au sura yake, uso wake ukawa ni uso wa punda. Ni kweli? Mimi nijaribu. Kwa ile kujaribu, yule mwalimu ndio ikamtokea hali ile. Kwa hiyo akawa anawatahadharisha wanaye kwamba lile jambo ambalo limekatazwa na Mtume, usilete ufundi, usilete utesti. Utesti zima washa ni huko TANESCO. Ama kwenye dini hakuna unini, hakuna kutesti kwamba je tuone ni kweli au si kweli. Kwa ile kutesti, Allah tabaraka wa taala akamjalia mtihani huo. Kwa akasema Mtume alayhi salam, ama yakhsha alladhi, hivi haogopi yule ambaye yarfa'u ra'sahu, ananyanyua kichwa chake, kabla al-imam, kabla ya imam, yani yule ambaye anemtangulia imam. Hivi haogopi an yuhawila Allah kugeuza ra'sahu, kichwa chake, katika riwaya nyingine suratahu, sura yake, katika riwaya nyingine wajhahu, uso wake. Haogopi Allah tabaraka wa taala kubadilisha kichwa chake kikawa kichwa cha punda, au sura yake ikawa sura ya punda, au uso wake ukawa uso wa nini, uso wa punda. Tumefahamiana? Kuna hapa umetajwa mnyama punda kutokana na nini? Lihamaqatihi wa baladihi, kutokana na upumbavu wake na ujinga wake. Hajataja kiumbe kizuri sawa, kwamba sura ikabadilika ikawa sura si ya mnyama fulani mzuri. Hapana, mtaja mnyama nini, punda, kwa sababu ya ule uzembe na ujinga wake. Kwa maana ni jambo ambalo liko wazi kwamba usimtangulie nani, usimtangulie imamu. Sasa ule ujinga na upumbavu unasababisha mtu kufanya mambo kama haya. Kwa ndio maana akapigiwa mfano nini, akapigiwa mfano punda, kwamba Allah tabaraka wa taala atambadilisha sura yake na uso wake kuwa ni nini, kuwa ni uso na kichwa cha punda. Mfahamiana? Kwa hiyo zikija hadithi kama hizi, mtu asifanyaje, mtu asijaribu kutaka kuona je ukweli inawezekana. Wallahu qadirun, na Allah ni nini, ni muwezaji. Mata shaa idha shaa, wakati wote Allah anaweza. Kwa hiyo mtu asitesti, asije akaona kama zile adhabu zilikuwa za watu wale bwana, wale ambao waligeuzwa wakawa tumbili, vijana wakawa tumbili, wazee wakawa nguruwe. Ilikuwa ni kipindi kile bwana, ndio adhabu zinatokea papo hapo. Kipindi hichi hakuna. Tunasema hapana, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaogopa kupita sehemu za watu walioangamizwa. Kwa nini? Kwamba huenda wakati huo Allah tabaraka wa taala akafanyaje, akateremsha adhabu sehemu hiyo. Kutokana na nini? Kutokana na hasira za yale mambo yaliyofanyika katika eneo hilo. Kwa hiyo mtu asiwe anatesti mambo ambayo yamekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa anapima eti Allah atafanyaje. Alhadithu